kawaida mwanadamu anasema yale ambayo hayamaanishi na anamaanisha yale ambayo hayasemi. Umeanza. Kawaida Kama gani? Kawaida mwanadamu anasema yale ambayo hayamaanishi na anamaanisha yale ambayo hayasemi. Kwa kawaida. Na wanadamu wengi wako hivyo. Unajua Henry, una apply law, una practice law, sorry. Sasa sababu nyingi mnazopata mahakamani sio sababu. Ni sababu bandia. Ni facade. Okay. Manake mtu analeta picha na anamaanisha tofauti. Kiukweli haswa ndio tunahitaji hapa. Ndoa haiwezi kuvunjika kwa sababu hela hamna. Kiukweli haswa. Lakini kwa hatukimaanisha tunachosema kwa ni tusemeje, kwa ubandia, yani kibandia, yani katika sio halisia kwa sababu ya fedha. Inaweza kaa kwa sababu ya watoto. Utakuta mtu anasema apendi watoto, ndio maana bora ndoa iishe. Wakati wanavunja hiyo ndoa, wanamdai yule ambaye apendi watoto awateke yeye nao. Maana haikuwa sababu haswa. You see? Hiyo inakuwa miongoni mwa sababu za kumnyima custody. Mwingine anataka yeye awe na watoto ili yule mwingine asipewe, awe wamtegemee bado, na yeye kisaikolojia awe anawategemea. Zote unazozitaja hapa sio sababu. Kwa sababu mahakama bado, mahakama kwanza, kwa sababu kesi ya ndoa ni civil case. Basically, kwa sababu ni matrimonial, ina engage wahusika haswa. Mahakama natoa say baada ya maamuzi ya wahusika, sio baada ya maamuzi ya mahakama. Of course. Ndoa, mahusiano ya ndoa na ndoa yenyewe, yani ni above everything, ni juu ya kila kitu. Kwa sababu yule anayekuhukumu mahakamani na yeye ana matatizo ya ndoa lakini hajafanya taraka. Na mwingine hapa tunaongea kwa sawa. Yeye amepata fursa ya kujua matatizo ya kwako. Wakati yeye muone anasema mbona huyu nafuu? Ana compare. Ameshafika level hii, lakini mimi mheshimiwa kuanza kupea itaniharibia CV. Alafu mimi ndo kazi yangu kuamua migogoro wakati mwingine na mgogoro nyumbani. Sasa mimi au kumbe pale wakati mwingine watu wanatoa mimi kile kumbe na yeye ana reflect. Kwa sasa doctor, kama fedha na ni sio sababu. Anasema sio sababu, sio sababu, ni tatizo. Na hakuna ndoa mbele za kavunjika kwa sababu eti hakuna fedha nyumbani. Hakuna ndoa inayovunjika kwa sababu pesa hamna. Hakuna ndoa inayovunjika kwa sababu watoto hawapo. Hakuna ndoa inayovunjika kwa sababu mmemfumania. Kwa sababu hakuna sababu zozote zile licha ya hizo mbili nilizowataja. Saikolojia, yani hangaika popote utarudi pale tu. Kesi yoyote ile unaosema hapa, tunaongea kama watu ambao tumepata mwanga tayari. Tusiongee kama kwa utoto. Kwa sababu pale ni immaturity. Tunakuja hakuna huduma au faniki. Wangapi amekimbia, ameondoka nyumbani miezi 5 hayupo. Zote zile haziwezi kuwa sababu. Wangapi alimsubiria mwanaume amesafiri miaka 5? Anamsubiria mwanamke anasoma miaka 6. Wengi. Lakini ndoa bado ipo. Did you know kwa nini umesema hapa watu ambao wana chance, sijasema mvunje ndoa mara 3 ili uingie. Kwa wale ambao umeshaumia, usiigize maumivu, yanaweza yakaua. Maumivu yasipokuwa natural yanaua. Usiigize kwamba na mimi nivunje alafu nifikie ndoa ya 3. Kwa nini wale ambao wako kwenye mahusiano ya 3 haswa hawatoki? Sio kwa sababu amehangaika sana, hapana, kwa sababu ameelewa kuwa ukweli na ubeba mimi na saikolojia na ubeba mimi. Anakuwa na responsibility. Responsibility maana yake the ability to respond. Ukishakuwa na uwezo wa kujibu, kuitikia, uwezo wa kuwajibika kwa lugha nyingine, yani wewe unakuwa mwajibikaji wewe badala ya kuwajibikiwa, malalamiko yote hayatakuwepo. Eti fedha,
maanake unataka kuwajibikiwa. Na tena kwa kawaida watu wengi hatujui, hakuna mwanadamu anayefurahi kwa ukweli wake anayekubali kusaidiwa na mwingine. By nature. Okay. Ukiwa unaumwa alafu unajinyea, utakuwa unaumia zaidi wakati watu wanakusafisha kuliko ukiwa unakwenda mwenyewe kwenye haja. Sote tumeumbwa ili to take care of ourselves. Ukisikia mtu anasema I'm not being taken care of, sijatunzwa. Kuna mtu mwanaume anitunzi, mwanamke anitunzi, maana yake wewe unashindwa kujitunza. Tuwe na ukweli samao. Wanaotusikiliza wako wengi, wengine washatoka pia kwenye ndoa kwa sababu kwamba kuna mwingine alikuwa mtunzi. Anayeweza kumtunza mtu haswa ni mtu mwenyewe. Ukiwa unatunzwa sana na watu utatunzika. Anayetunzwa atunziki, aje ajitunze. Anayefurahishwa afurahi, aje afurahie. So katika that's the very reason I'm puzzled. Nasema hapo mambo yote masuala ya fedha, masuala ya ndugu, masuala ya pendani na shemegi, na hawanipendi mwanamke inabidi niondoke, hajui kupika, sababu safi. Mambo yote yale sio sababu, ni matatizo. Tuko sambamba? Sawa. Ni matatizo. Ukiona matatizo kuna sababu. Hapa tunaongea kwa sababu. Tukisha set hiyo sababu inakuwa sawa. Matatizo haya hayatakuwepo. Ukisikia harufu ya kiozo, kuna kitu kimeoza. Ukisha suluhisha kitu kisioze, harufu hakitakuwepo. Badala ya kudili na harufu, basi rudi kwenye source ya harufu. Kwa nini ndoa watu wadumu katika ndoa? Katika mahusiano ya ndoa hawadumu. Kwa sababu hizi za msingi, changamoto zake zimeisha waangusha awali. Tuko sambamba? Kama pesa ingekuwa tatizo, mke wa bosi asingetembea na dereva ambaye analipwa na mume wake pesa kidogo tu. Mzee, mbona unastuka? Nimestuka kwa sababu Dr. Elia ananifanya nifikiri sana, kwa sababu kweli mimi kwa najua kutengea tunaachana kwa sababu ya fedha. Sasa Dr. Elia ametusaidia sasa hivi. Kama fedha ingekuwa ni shida, kuna watu ambao wana fedha halafu bado wake zao wanatembea na watu ambao hawana pesa. Na sio wake tu, kuna wanawake ambao wana fedha, waume zao wanatembea na wasichana wa kazi. Ama penzi limenoga. Tutafutaga nini sasa? Tunashinda nini? Daktari, hebu tusaidie. Sasa ndio maana tunakuwa hapa kuongelea basic element. Badala ya kuongelea the devil is always in details. Tukiwa na details nyingi tutadanganya. Mahakamani mnapokea kesi kwa waongo watupu. Watu wote wanaokuja pale wana sheria, mnasikia kubwa waongo watupu. Yes. Make no mistake about it. My first degree in law, sikuendelea nayo kwa sababu my father akupendelea nifanye kitu ambacho nimechakata tamaa. Haina ukweli, hamna lolote. Sijawakatisha tamaa watu. Tutende tu kwa sababu dunia ni igizo. Tuendelee kuigiza hivyo hivyo, ila kimsingi asilimia kubwa ya watu wanaokuja pale ni waongo watupu. Na wewe kama lawyer unajua kabisa ni uongo mtupu. Na uongo ule ni professional. Inabidi endelee hivyo katika mchezo ili maisha pia yawe na ladha kama tulivyo hapa, kama pilipili, chumvi, machungu ni muhimu. Ila kiukweli hakimu wa kweli ni Mwenyezi Mungu ambaye siri kwake hamna. Anajua kila kitu. You see that? So naweza nikaongea kidogo? Mimi shida yangu ni unaweza kaongea sawa. Kabla nimekatiza, kuna mahali uliongea pointi moja muhimu sana. Ukasema huwezi kusikia harufu kama kuna kitu hakijaoza. Kwa hiyo ukisikia harufu inakuja, harufu mbaya yes. Lazima utafute, je, kuna panya amekufa wapi? Ili ukatoe ile mpanya ili harufu ifanye nini? Sasa nilikuwa natamani daktari tusaidie hiyo kwenye ndoa. Hebu go a little bit in the details. Hebu tuambie kuna harufu gani ambazo tunazisikia mbaya kwenye ndoa, kumbe shida ni tukatoe ile mzoga ambao umekufa ndani. Tuongelee kwanza sector ya compatibility. Harufu mbaya sasa itaanza kuleta mambo. Anitunzi. Ananijibu vibaya.
hanijali, huyo mwanamke ana unyenyekevu. Visababu vya kitoto sana hivi. Kwa sababu mmeisha shuka, tatizo lenu lipo katika sekta ya fikra na mwili. Tumesema saikolojia ni mind and body. Body and mind. Kwa hiyo ndoa na mahusiano yake yanakwenda beyond ile, yanajumlisha, kwa sababu mahusiano ya ndoa yako katika mwili na fikra na nafsi na roho na mtu. Miili yote mitano inahusika, lakini miili ya juu, nafsi, mwanga, mkishafeli kule, fikra yenu haina mwanga, mnakwenda kizani tu, mnaanza kupambana hadi mtu anaanza kumwambia mwenzake, kwa nini unaniangalia? Mbona unaniangalia vibaya? Wewe unaonaje? Unaniangalia sana. You see that? Yeah. So tunarudi hapo. Hili la koroma ili likilala. Yeah, mwanzo kaoni. Mwenzako yani unasikia unaanza kutoa kasoro. Chumvi inazidi kwenye chakula kila siku. Na kwa mbaya hivyo, yake vibaya. Yes, very good. Naweza nikaendelea kidogo? Yes, you can go. Okay. Unaanza kutoa kasoro zile kwa sababu katika msingi changamoto ile maisha feli kisaikolojia. Tuweke mwanga hapa katika compatibility. Watu wengi wanadhani majina yao yakifanana wanafaana. Wengine wanadhani wakitokea kabila moja wanafaana. Wengine wanadhani wakiwa taifa moja wanafaana. Kumbe kufaana ni kutofautiana katika uwiano. Ukivaa rangi moja uwezi ukaongelea compatibility, uwezi ukaongelea uwiano. Exactly. Ukivaa rangi moja tu swala la uwiano halipo. Ukimpenda mwanamke ama mwanaume ambaye mko sawa nini wawili, uwiano una tatizo tayari. Hapo utapata picha kwamba mahusiano ya ndoa matatizo yanaanzia pale. Watu wataki kutofautiana. Kumbe uwiano unatengenezwa na tofauti. Kwa hiyo mkioana mke na mume alafu wote mko sawa, sasa mmevaa rangi zote pamoja, hakuna uwiano. Hakuna uwiano. Hatuwezi kuongelea uwiano. Kwa hiyo unamaanisha nini sasa? Kwa mfano kama mwanamke na mwanaume wapi wanakuwa wanakaa kama na rangi moja wote, ni wapi? Hamtakiwi muwe na rangi moja, inabidi muwe tofauti. Kwa mfano rangi moja si mmesha feli katika ukweli, mnaanza kudai sasa ubora, ukamilifu haujapatikana. Katika compatibility unadai ubora. Ubora maana yake awe kama kwa usawa wako, yani mtu awe kama ulivyo wewe, unavyotaka, unavyotaradia, na yote yeye awe jibu, iwe mwanaume kwa mwanamke. Madai yale ndio yanayofanya mtu kudai rangi moja, maana umeisha kataa compatibility without knowing. Kutofautiana ni kati ya kugombana, kuzozana, kujadiliana, kudisagree kwa mambo kadhaa. Hiyo ndio uwiano sasa. Uwiano unatengenezwa hivyo. Ndio maana Afrika tuko bado mkia, kwa sababu wa Afrika compatibility ni problem kuanzia juu hadi chini. What you mean kuanzia juu hadi chini? Utakiwi kutofautiana na mwingine. Ukitofautiana naye unaonekana adui. Ni adui. Kumbe pasipo na upinzani hakuna kwenda. Kwa ukiandika message, ukitoa comment kwenye Instagram, wengine ambao watakuwa kinyume na wewe ndio safi. Yaani sio kila mtu apige makofi hoyo twende. Asante. Did you know kwamba watu wanaokufanya uwe na mafanikio haswa ni wale ambao hawakutaki? Ndio. Rafiki yako sio muhimu sawa. Rafiki yako ni muhimu lakini hana manufaa sawa na adui. Rafiki ni important lakini adui ni useful, kwa sababu ndiye anayekuongelea sana na kufanya maarufu. Na wanaokufuatilia sana katika mashabiki wako wakubwa ni wale ambao hawakutaki. Maadui. Wanataka ufeli. Kwa hiyo wanaangalia atakosea wapi. Wanatafuta makosa yako. So kwa hiyo adui ni wazuri sana. Kwanza adui rafiki mmoja wao akikosekana maisha yanakosa raza. Ukiwa na marafiki tu manake hauko sawa. Something is wrong. Inabidi uwe na maadui. Ukiwa nakula tu chakula kitamu alafu akigeuki choo, something is wrong.